Okay. Kwa kupitia kinanda? Yes, kwa kupitia kinanda. Okay, mimi kinanda nakipiga vizuri tu. Ndio. Kwa unaweza nikaenda studio nikatengeneza instrument na ile chorus nikaanza kutafuta hasa ujumbe wa kumsindikiza chorus. Okay. Kwamba nitafute kitu gani kwa sasa kitu kama umekiandika hapo ndio, hata kama kichwa chako ni kompyuta lazima utakirudia kukisoma. Kwa kuna wakati naandika na kuwa naingiza vocal huku ninasoma. Sawa, hakuna shaka. Kuna wengi najua wanatamani kujifunza kutoka kwako. Umekuwa ukipata pia comment ama simu za watu waimbaji chipukizi wanatamani waelekeze, umekuwa ukijitokeza pia? Kwanza mimi namshukuru Mungu. Ndio. Magupa ni kwamba nimekuwa sijajua ni kitu gani ambacho Mungu amekiweka ndani yangu. Ndio. Ila nimekuwa kwa namna moja ama nyingine nimekuwa kama daraja. Yani vijana wengi vijana wengi sana wamepitia mikononi mwangu. Wow. Safi. Na si kwamba labda mimi nina uwezo mkubwa kuliko wao. Ila kuna neema tu ambayo Mungu ameiweka ndani yangu. Kuna madogo wanaimba. Umeona, lakini wamepitia mikononi mwangu. Ndio maana unaweza kukutana na mtu anasema, yani ombeni amenifanya mimi nimefika sehemu fulani. Lakini ukimwangalia ana uwezo mkubwa kupata ombeni. Ndio. Umeona? Kwa yani ni neema tu kwamba Mungu ametengeneza kitu kwamba watu wapite kwangu. Kama alivyo nani huyu Paul Mwangosi. Yes, Paul Mwangosi ndio. Paul Mwangosi ni vijana wengi sana anawashika mkono, mkono vijana wengi sana kabisa. Umeona? Na wanaenda. Lakini unaweza kukuta wale vijana wana uwezo wa kufanya vizuri. Ni kweli kabisa. Kupata umeona? Kwa kuna kitu fulani hivi kama namna hiyo hapo. Hongera sana katika hilo. Umefikiria kuwa na darasa la muziki? Hapana. Okay, sawa. Ndio. Mbali na uimbaji kuna shughuli unaifanya na kuingizia pesa? Ndio. Okay, kuna umuhimu muimbaji kuwa na shughuli nyingine? Ni muhimu sana. Hata kama uimbaji unampa pesa nyingi. Yani ni muhimu sana kuwa na kitu cha kukifanya. Mwingine analipa YouTube. Ni kweli? Anaingiza hela nyingi, yani digital. Zinaingia digital. Kazi nyingine ya nini? Okay, yawezekana ndo kazi yake aliyoichagua hiyo. Okay. Sawa. Kwa sababu kutafuta kazi au kufanya kazi ni kupata kipato. Okay. Umeona? Ujue Magupa. Ndio. Ukiwa tu na shilingi 20,000 mfukoni au 5,000 mfukoni. Alafu upo pale mbele unaimba, upako unakuwepo. Ndio. Serious anapokuwa. Yes, una uhakika. Lakini kama huna hata shilingi 100 unawaza sio atanipa kitu hapa. Unawaza vitu vingi. Haya jamani, siri hiyo. Hapa sio nitatoka na kitu hapa. Yaani unakuwa sasa tena concentrate na Elohim Adonai Shama. Kuna wakati mwingine mpaka unakosea zama. Toka na kitu hapa. Umeona? Ndio. Lakini ukiwa na kitu na maana akili yako yote inakuwa concentrated kwenye kitu ambacho unakifanya. Sawa. Umeona? Kwa pesa muhimu. Pesa ni muhimu sana. Yaani pesa ni muhimu. Kwangu mimi ninaona pesa ni muhimu sana. Okay. Sawa. Kwa hiyo kuwa na shughuli ya kufanya ni muhimu, ikusaidie ipushi huduma yako, mambo endelee. Kwa hiyo kuimba sio kazi. Kuimba si huduma. Ambayo inakupa nini? Huduma. Inakupa nini? Kwenye huduma sasa unapata sadaka. Sadaka ni nini? Sadaka ni pesa. Ambao hata mimi nikiwa nafanya kazi yangu ya utangazaji nikilipo mwisho wa mwezi ni sawa na wewe pia. Kwa hiyo ni kazi, ni huduma. Ni huduma. Sikiliza. Subiri kwanza. Nakusikiza. Ngoja nikwambie. Ni huduma. Kwa sababu gani? Utofauti uko wapi? Upo kwenye kutoa sadaka au posho. Okay. Mara nyingi wengi tumekuwa tunatumia posho. Yaani posho mtu anasema nitakupa posho kwa sababu sina kingi cha kutoa na siku zote kingi cha kutoa inakuwa ni sadaka. Okay. Yaani kingi cha kutoa inakuwa ni mshahara. So Boni Magupa leo hata kama unafanya kazi ya ndani unalipa shilingi 20,000. Ndio.
bosi wako atakuwakia, kwani sikulipi? Kula unakula, si ndo mshahara wako? Ndio umeona, kule ni mshahara. Lakini ingekuwa ni posho, kwamba ile ni posho, hawezi kukuwakia, hawezi kufanya. Kwa kuna utofauti wa posho na mshahara.